Miaka miwili tangu mume wake afariki, Mzee Juma Sharubu, Bi Rehema hakuwa na matumaini ya maisha mazuri ama furaha katika moyo wake ama mitima ya watoto wake. Kila itwaye leo, ndugu jamaa wa mume wake waliendelea kumsakama kwa maneno makali kama kaa la moto lililotibua chakula ama kuteketeza chakula kilichopikwa kwa muda mrefu. Kila itwaye leo, simanzi, huzuni, majonzi ilitawala katika familia ya Bi Rehema. Hakika sura ya Bi Rehema kila itwaye leo, machozi yaliendelea kutililika misili ya kijazo ama kifuniko cha soda. Akiwa katika ukingo wa nyumba chakavu ambayo anayoishi yeye pamoja na watoto wake Amina na Baraka, kwa mbele yake alitokea Bwana Komba, ni kaka wa marehemu mume wake. Hakika alionyesha taswira ya roho mbaya na kinyongo kilichojificha kwa muda mrefu, huku akisema maneno ya fedheha na kejeli yaliyoenda kuteketeza utumbo mnene na mwembamba wa Bi Rehema, na kuongea kwa madaha huku akimwangalia chini hadi juu Bi Rehema. Hakika mwanamke mjane aliyesofika na kuzorota mwili kwa shida na maisha duni, bora hafe ili akapumzike salama, aziepuke fedheha za ulimwengu. Maneno yale kama yalienda kuchimbua chemchemu ya machozi ya Bi Rehema. Lakini kwa mbali Amina aliona fedheha ambayo anayozalilishwa mama yake Bi Rehema. Hakika alikimbia kama mbogo ambaye aliyetaka kuteketezewa mtoto wake. Alifika mpaka sehemu aliyosimama baba yake mkubwa Mzee Komba, huku akimwambia kwa uchungu kama mbwa anavyoibiwa vitu vya bosi wake. Alitema nyongo na hakitoa machozi yakimtiririka kama chemchemu ya ziwa Victoria au Tanganyika. Na taratibu akitetemeka kwa hasira na kutema sumu zilizojaa takriban miaka miwili katika moyo wake, na kumwambia maneno ya ujasiri baba yake mkubwa. Mwisho wa mtu mbaya na mwenye roho mbaya ambaye anaisakama familia ya ndugu yake wa damu ni fedheha kwa ulimwengu. Na taratibu akimshika bega mama yake Bi Rehema, huku akimwambia kwa upole unaotoka kinywani mwake, hakika mama yangu Bi Rehema, kipenzi cha moyo wangu, furaha yangu mimi pamoja na kaka yangu, usisoneneke kwa maneno ya ulimwengu. Kuna nyakati tofauti binadamu anazipitia: furaha, huzuni, simanzi. Na sasa tupo katika kipindi cha huzuni na simanzi. Kipindi cha furaha kilikuwa enzi za baba yetu marehemu Mzee Juma Sharubu. Maneno yale kama yalienda kuchimbua kisima ama chemchemu za machozi ya Bi Rehema. Alimwangalia binti yake kwa huzuni zaidi na kumkumbatia kwa nguvu,
huku akimwambia taratibu binti yake, hakika maneno yako makali kama maji ya moto yaliyonjikwa na mzee ama mjane Misri, mfano yake kama mimi. Naelewa uchungu ama msoto mnaopitia watoto wangu, na kila siku namuomba Mola wangu furaha ya zamani ya maisha yenu irudi kama alivyokuwa enzi za baba yenu. Lakini kila itwaye leo tunazidi kusakamwa na ulimwengu. Amina alichukua viganja vyake vya mkono na kufuta mama yake machozi, huku akimwambia maneno ya ushujaa, mwanamke siku zote ni shupavu. Basi mama yangu kipenzi, onyesha ushupavu wako mbele ya watoto wako. Lakini vyote vinavyotokea katika nyumba chakavu ya Bi Rehema, mtoto wake wa kiume Baraka alikuwa kando zaidi, anasikiliza ama anatazama vitu vyote vinavyotokea vinavyofanywa na baba yake mkubwa Mzee Komba. Alifinyanga mikono yake kwa hasira, alikunja ngumi misili ya bondia wa Kijerumani. Lakini alimeza mate ama alimeza mafundo ya mate mfululizo takriban 7 na kujiambia maneno ya ushujaa, hakika mimi nitakuwa kama baba yangu Mzee Juma Sharubu. Nitapambania familia yangu kwa hali na mali, imradi irudi furaha ya mama yangu pamoja na dada yangu kipenzi Amina. Na sitotaka kuruhusu mtu yoyote kuiharibu furaha yangu, huku akifuta machozi kwa kutumia t-shirt yake ama nguo ya juu aliyovaa iliyotoboka misili ya dirisha kama la nyumba yao wanayoishi. Lakini hakujali mvazi alilolivaa. Alikimbia mbio na kumwangalia baba yake mkubwa kwa ujasiri na kumwambia neno moja. Neno hilo liloenda kumshangaza mzee ama Bwana Komba, huku akisema, hakika jasho la mtu haliwezi kupotea kwa namna yoyote. Anayetakiwa kulisi ni mtu wake halali ama ndugu yake anayejali hutu na utulivu katika familia yake. Na jasho la baba yetu Mzee Juma Sharubu litarudi katika mikono yetu ama viganja vyetu 6, kiashiria kwamba viganja vyangu viwili, vya dada yangu viwili, pia na vya mama yangu Bi Rehema, huku hakimchukua dada yake pamoja na mama yake kuingia ndani, na wote wakifurika kwa kulia kwa kwikwi zilizoenda kuteketeza mioyo yao. Hakika Bwana Kombo mwili wake ulitetemeka kama mtoto anayeumwa degedege, huku akiwaangalia kwa hasira iliyofurika katika uso wake, na vidole vya miguu yake vilikuwa vinacheza kama mtu anayecheza singeli isiyekuwa na kinanda, na moyoni akijisemea, nitawakomesha kwa namna yoyote, iwe mali ama fedhea, huku akiondoka taratibu kwa hasira iliyofurika katika moyo wake. Nachokwambia tu, tukutane sehemu ya 3, yani chozi la mama mjane. Hatima ya Bi Rehema ni ipi na familia yake? Na vipi ama hupi mwisho wa mtu mbaya, Mzee Komba ama Bwana Komba? Nikwambia tu, katika mitandao ya kijamii tukianzia TikTok unapatikana kama Z160. Ukinifollow, komenti zako utakuwa hujakosea. Lakini Instagram unapatikana kwa jina la Zawadi Lee,
yaani jina langu halisi Zawadi mtoto Wali. Pia ukinifollow, comment zako utakuwa hujakosea. Lakini tukizungumzia mjini YouTube, napatikana kwa jina la Z160 Media. Slogan ama kauli mbiu kile kialama cha kengele ukikigusa unakuwa mwanafamilia wa Z160 Media. Nikwambia tu ushirikiano ndio unaotakiwa kwako wewe mtazamaji ama audience. Na sauti inosikika ya mawimbi inayosherehesha historia ya chozi la mama mjane ni official Miss Zedly, ama ukipenda niite Binti Mnyusi, lakini jina langu halisi nililopewa na wazazi wangu Zawadi mtoto Wali, mjukuu wa Abdallah Mnyusi.